Asilimia 99 ya Watanzania wengi ni wakulima. Sasa nimepita baadhi ya maeneo nikaona kuwa Watanzania bado wana changamoto kuhusu umwagiliaji. Leo nitakuja kuwafundisha mifumo ya umwagiliaji, yani tunaita irrigation systems. Unaposema mfumo wa umwagiliaji unamaanisha nini? Hii ni njia ya kusambaza maji kwa mimea au mazao kwa mpangilio maalum, hasa pale ambapo mvua hazitoshi. Kuna aina tatu za mifumo ya umwagiliaji. Aina ya kwanza tunaita umwagiliaji wa juu ya ardhi, ndio tunaita surface irrigation. Yaani maji husambaa juu ya udongo kwa kutumia nguvu ya mvuto. Lakini leo sio kusudio langu kuja kufundisha aina hii. Aina ya pili ni umwagiliaji wa matone, drip irrigation, na hii ndio nimekusudia kuja kuwaelekeza. Aina ya tatu ni umwagiliaji wa kunyunyizia, yani sprinkler irrigation. Aina ya nne tunaita umwagiliaji chini ya ardhi, yani subsurface irrigation. Na katika mfumo wa umwagiliaji kuna sehemu muhimu za kuzingatia. Cha kwanza ni chanzo cha maji, yani unaweza kawa ni mto, kisima au tenki. Kitu cha pili, pampu, yani ya kusukuma maji yani. Na cha tatu ni mabomba ya kusambazia. Cha nne ni valve, dhibiti mitiririko. Cha tano ni vinyuzia au matone, kwa njia rahisi tunaita emitter. Cha sita ni kipima muda, yani timer. Leo nitakuja kukuelezea drip irrigation system. Watu wengi sana huaga wanachanganya sana hizi aina za irrigation system, yani mifumo ya umwagiliaji. Sasa twende moja kwa moja nikakuelekeze umwagiliaji wa matone, yani drip irrigation. Umwagiliaji wa matone inamaanisha nini? Tunasema kwamba ni mfumo wa umwagiliaji unaotoa maji kidogo kidogo, yani matone, moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea kupitia mabomba maalum yenye matundu madogo, kwa jina lingine tunaita emitter. Jinsi unavyofanya kazi: maji hutoka kwenye chanzo, mfano kwenye tenki, kisima au mto. Baada ya hapo hupita kwenye pampu na kichujio au filter tunaita, kisha husafirishwa kupitia mabomba. Baada ya hapo kutoka taratibu kama matone karibu na mizizi ya mmea. Kuna faida gani za kutumia umwagiliaji wa matone, yani drip irrigation? Cha kwanza, huokoa maji kwa kiwango kikubwa. Wale ambao wanalipa bili ya maji watakuwa wanaelewa na maanisha nini. Ya pili, husaidia mimea kupata maji ya kutosha moja kwa moja, yani maji yanafika katika sehemu husika ya mmea. Ya tatu, huongeza uzalishaji wa mazao. Faida ya nne, kupunguza upotevu wa maji. Licha ya drip irrigation kuwa na faida zake, lakini vile vile kuna hasara zake. Hasara zake ni kama zipi? Hasara ya kwanza ni gharama ya kuanzisha ni kubwa kidogo. Ya pili, emitter zinaweza kuziba kama maji si safi. Ya tatu, inahitaji uangalizi na matengenezo ya mara kwa mara. Je, drip irrigation system inafaa kwa mazao gani? Maana sio kila aina ya mazao unatumia drip irrigation system, yani umwagiliaji wa matone. Mazao yanayofaa katika mfumo huu wa drip irrigation system ni kama nyanya, pilipili, matango, matunda kama machungwa,
mboga mbalimbali. Lakini mazao mengine kama miogo, kilimo cha miogo na kilimo cha mazao mengine sio vyema kutumia drip irrigation system. Naweza kukufundisha mfano mzuri wa kutengeneza drip irrigation system kwa gharama nafuu, yani tunaita homemade drip irrigation. Vifaa unavyohitajika kuwa navyo ni kama vifuatavyo. Utachukua chupa za plastiki mfano za maji au soda. Utachukua kisu, sindano au pini. Utachukua kamba au waya wa kufungia. Utakuwa na maji. Utakuwa na ndoo au tenki, maana tenki ni hiari yako, unaweza kutumia tu ndoo. Hatua za kutengeneza. Hatua ya kwanza, chupa iliyotobolewa. Chukua chupa ya plastiki, toboa mashimo madogo 2 mpaka 4 chini au pembeni ya chupa. Jaza maji kwenye chupa. Zika kidogo karibu na mzizi au mmea, au iweke karibu tu. Hatua ya 5, maji yatatoka taratibu kama matone kwenda kwenye mmea. Njia ya pili, chupa yenye kamba, yani tunaita wing system. Toboa tundu kwenye kifuniko cha chupa. Pitisha kamba au kitambaa ndani ya chupa. Jaza maji ndani ya chupa. Weka chupa juu kidogo ya mmea. Baada ya hapo, fungua maji yatiririke taratibu. Hapo utakuwa umefanikiwa kutengeneza drip irrigation system. Hatua ya 5, kamba itavuta maji polepole hadi kwenye udongo. Njia ya 3, chukua ndoo afu weka mabomba madogo. Weka ndoo juu kidogo juu ya stendi. Unganisha bomba dogo au pipe tunaita kwa Kiingereza. Toboa mashimo madogo madogo kwenye bomba. Peleka bomba karibu na mmea. Fungua maji yaanze kutiririka. Vitu muhimu vya kuzingatia katika njia hii ya drip irrigation system ni kama vifuatavyo. Tumia maji safi ili kuepuka kuziba mashimo. Hakikisha mashimo ni madogo ili maji yatoke polepole. Angalia mfumo kila siku ili kuhakikisha unafanya kazi vizuri. Weka chupa kivulini ili kupunguza uvukizi. Katika mfumo huu wa drip irrigation system una faida zake ni kama zifuatavyo. Haina gharama kubwa, rahisi kutengeneza, inaokoa maji. Inafaa kwa bustani ndogo ndogo na shamba la nyumbani. Mtazamaji wa Maselo Media, leo nimekuletea namna ya kutumia mfumo wa drip irrigation system, faida na hasara zake. Kipindi kijacho nitakufundisha surface irrigation system. Usisahau kusubscribe channel hii kwa video nyingine inayofuata.